sababu gani? Mafuta yako na nguvu na mamlaka ya kuvunja kila nira, ya kuharibu kila maroho. Biblia imesema vizuri, wakati utakapopakwa yale mafuta ndipo mzigo utakuondokea mbengani mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nira yako itaweza kuharibiwa. Yesu akanituma kaniambia, ni kweli mmekuwa kwa maombi ya wiki mzima ya kufunga na kuomba. Siku ya leo ndio siku ilikuwa ya mwisho ya hayo maombi, na kabla tufungue, ambao ni kuanzia ile saa tutamaliza ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana kanituma kaniambia kwamba ninataka siku ya leo, kwa sababu kuna maombi hawa watu waliomba. Tulipokuwa kwa maombi, kumbukeni ya kwamba Bwana alisema atatusikiza. Bwana alisema ya kwamba atafanya tutakuwa kama bustani iliyotiwa maji. Alisema ya kwamba atatusikiza, tutamuita naye atatuitikia, na haki yetu itatufuata, haki yetu itatimia. Utukufu wa Bwana utatufuata nyumba ili ukaweze kutulinda. Hizo ni ahadi, baadhi ya zile ahadi Bwana alituahidi tulipokuwa kwa maombi, na ndiposa hiyo mambo ikaweza kufanyika bila kung'ang'ana. Bwana akasema anahitaji kuweka watu wake chapa na alama ya moto wa Roho Mtakatifu kupita kwa kupakwa mafuta. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Bwana wa majeshi apewe sifa. Amen. Maandiko yakasema ya kwamba kwa kupakwa mafuta kuna mizigo itaondoka maishani mwako. Haijalishi ni mizigo ya aina gani ile adui amekubebesha, lakini kwa sababu ni Bwana ametumana, jambo la kwanza uelewe ya kwamba kwa kunguswa na hayo mafuta, hiyo mizigo itakuondokea, na nila iliyokuwa imekufunga Bwana ataiharibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nisomea kitabu kile cha Mark chapter 6 number 12 na 13. Naomba tu tusome neno moja, Biblia moja mtumishi, ndio tuende kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Inasema nini? Kitabu ni kile cha Marko mtakatifu kifungu cha 6 mstari wa 12 na 13 unasema hivi. Wakatoka wakahubiri kwamba watu watubu. Wakatoka wakahubiri kwamba watu watubu. Wakatoa pepo wengi. Wakatoa pepo wengi. Wakawapaka mafuta watu wengi. Wakawapaka mafuta watu wengi. Waliokuwa wagonjwa wakapoza. Waliokuwa wagonjwa wakapona. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema ya kwamba wakati wanafunzi wa Yesu walipokuwa duniani, maandiko inasema ya kwamba Mungu aliwatuma wawili na akawapa amri juu ya mapepo mabaya. Na maandiko inasema ya kwamba wakati hawa wanafunzi walipokuwa hapa duniani, walitoka na wakaenda wakihubiri habari njema ya Kristo maeneo tofauti tofauti, wakiambia watu ya kwamba watubu, na baada ya watu kutubu walikuwa wanawaombea, wanawang'oa mapepo, wanawang'oa maroho, wanawang'oa mifungo, na baada ya kuombea walikuwa wanawapaka mafuta, na wale waliokuwa wagonjwa walikuwa wanapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo kupita kwa mafuta kuna uponyaji utapatikana. Kama hao walikuwa ni wanafunzi walikuwa wameitwa na Yesu. Sisi ni wanafunzi wa Yesu, tunamwakilisha hata siku ya leo. Wale waliotutangulia walipewa amri na Mungu, wakapewa amri na Yesu, wakaambiwa endeni duniani kote mkatangaze habari njema, na mkiambia watu watubu na kuwalete katika ufalme wa Bwana, na mkiong'oa mapepo, na baada ya kung'oa mapepo wale watu walio wagonjwa muwapake mafuta, na kupita kwa yale mafuta uponyaji utapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumaanisha kwamba ukiwa mgonjwa ukinguswa na mafuta, Bwana Yesu asifiwe, kuna kupokea uponyaji wa mwili wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi ni ugonjwa gani, Biblia inasema ya kwamba waliwapaka mafuta watu waliokuwa wagonjwa wakapona. Iwe ni kanza, iwe ni ukimwi, iwe ni pressure, iwe ni kisukari, iwe ni asma, ugonjwa wowote ulio ndani ya mwili wako, siku ya leo kwa kunguswa na mafuta, uponyaji utapokea. Uponyaji utaupokea kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu Mungu ni mwenye nguvu na mwenye mamlaka. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yesu akatuma na akasema ya kwamba ibada ya leo sio ibada ya kawaida. Kuna miujiza na mambo makubwa itatendeka kwa ajili ya maisha yako. Wewe mwili wako umekaa na kusumbua kila wakati, ni magonjwa, ukitoka kwa hii inaama ingine, ukitoka kwa hii inahamia ingine. Leo ndio mwisho wa mateso ya magonjwa ndani ya mwili wako.
baada ya kunguswa na hayo mafuta, kuna muujiza uponyaji utashuka kwako, na kuna jambo Yesu atatenda kwako, na maisha yako haitarudi tena kuwa vile, kwa kuwa Bwana ni mwenye nguvu na mamlaka. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kupakwa mafuta mizigo ikawaondokea. Kwa kupakwa mafuta nira zikaharibiwa. Kwa kupakwa mafuta ugonjwa ukaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kuna kibali huwa kinatokana na wakati watu wanapopakwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo fulani ninaongelelea kuhusu anointing, kwa sababu mimi nimeordainiwa kuwa bishop. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi nimeordaini watu wengi, nimeordaini maapostles, nimeordaini mapastors. Kwa hivyo naelewa kile ninaongelelea kuhusu mafuta, na nimeona vile mafuta yanafanya kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Kuna mambo hufanyika wakati niliordainiwa, kuna vitu zangu zilibadilika, kuna mambo fulani yalibadilika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hii mafuta inakuanga unapata mamlaka katika anga za juu, unapata mamlaka katika ulimwengu wa kiroho, na kuna mambo unaicommand na inafanyika kwa sababu ya kupakwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa nini unasikianga huyo mchungaji ako na mafuta? Kwa sababu gani? Akitamka kitu inafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ako na anointing ya kwamba akinena kitu inafanyika, na hivyo ndivyo Bwana ameniita. Nikikutamkia jambo ukiamini, Bwana anatimiza kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Na leo ndio itakuwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kuna vitu zinapatikana baada ya kupakwa mafuta. Kuna mambo fulani huwa inatendeka. Kuna uwezekano ikue wewe ambao uko hapa, kuna mambo fulani ambao ilikwama, ilipotea, na njia ambao uwezi ukaielewa. Baada ya haya mafuta siku ya leo, Bwana atafungua hiyo mbingu, Bwana atafungua hiyo anga. Na mahali popote hizo vitu zilipotelea, na chochote mahali kilifichwa, Yesu atachipua mahali pale, na utaweza kupokea kwa jina la Yesu, kwa sababu Bwana ni mwenye nguvu na mwenye mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nisomee kitabu kile cha 1 Samuel chapter 10 number 2. Tuone vile neno la Bwana inasema, na Bwana atatukuzwa. Ninaongelelea faida ya mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Tuko pale tunaongelelea kuhusu advantages zile zinapatikana, advantages hilo napata kupita kwa kupakwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio muelewa ya kwamba wale watu wanashambulia mafuta ni kwa sababu hawajafunzwa, hawakuingizwa kwa misingi, na waelewe hii mafuta kazi yake ni gani. Shetani mwenyewe anatambua mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu wa mbinguni atatukuzwa na ataonekana. Twende kwa haraka. Kitabu ni kile cha 1 Samuel 10 mstari wa 2 unasema hivi. Utakapoondoka kwangu leo, utakutana na wanaume wawili karibu na kaburi la Laeli katika mpaka wa Benjamini huko Selsa. Nao watakuambia, punda hao uliokwenda kuwatafuta wameonekana, na tazama, baba yako ameacha kufikiri habari za punda, anafikiri habari zenu, akisema, nifanye nini kwa ajili ya mwanangu? Bwana na bariki maandiko yake. Ninaongelelea kuhusu undani na vile mafuta wapendwa inafanya kazi. Ninataka mtambue, huyu alikuwa ni mtu kwa jina Sauli, na Biblia inasema ya kwamba alipakwa mafuta na Samueli. Na wakati Samueli alipokuwa anampaka mafuta yule Sauli, kuna mambo fulani ilikuwa imetendeka. Kumbukeni ya kwamba Biblia inasema Mungu alikuwa amemfunulia Samueli, akamwambia, kesho zamu na wakati kama huu kuna mtu nitatuma kwako, na akija utamwangia mafuta akuwa mfalme kwa ajili ya wana wa Israeli. Na ndiposa Samueli aweze kukutana na Sauli, ilikuwa ni lazima punda za baba yake sipotee. Na wakati zile punda zilipopotea, ikakuwa babake Kushi ambaye ndiye alikuwa baba wa Sauli akamwamurisha yeye na mjakazi, akamwambia mtoke muende mkatafute wale punda. Na Biblia inasema ya kwamba kwa siku 3 waliweza kutafuta wale punda bila kuwaona, na ikafika mahali katika ule mji wakaulizia wanaweza pata wapi muonaji. Maana yake muonaji siku ya leo anaitwa nabii, ili aweze kuwatabiria mahali zile punda zipo.
Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Na maandiko inasema ya kwamba Mungu akamuunganisha na Sauli. Mungu akaunganisha Samueli na Sauli na akaenda akamtia mafuta. Na baada ya kumtia mafuta, ninataka muone ya kwamba baada ya mafuta yale matokeo, kabla wakati mafuta ya mimino juu ya kichwa cha Sauli, bado punda zilikuwa zimepotea. But the moment wakati walikutana na Samueli, akamwangiwa mafuta, kutoka pale miungiza ikaanza. Na muungiza wa kwanza Samueli akaambia Sauli, utakapotoka hapa kwangu utoke. Pale nje kuna watu utakao kutana na wao, na hao watu ukikutana na wao, muungiza wa kwanza watakueleza mahali punda ziko, na punda zako utazipokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Kwa nini mbona mwanzo punda zikupatikana? Mbona zilipatikana wakati mafuta alipowekewa mafuta? Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kumaanisha kwamba wakati unapopakwa mafuta, kuna vitu huwa mafuta inavuruga yale mambo. Inaweza kuwa inazuia baraka zako, inazuia kazi ya mikono yako, inazuia miungiza wako, inazuia mambo makubwa kwako. Maandiko inasema baada ya kupakwa mafuta aliweza kutoka Sauli, na kaambua pale utakapoenda utakutana na wanaume wawili, na watu walikuwa ni malaika wa Bwana, na watakueleza ni wapi hao punda walipo. Na akatoka na akaenda, na kwa hakika alikutana na wao, na wakamwambia kuanzia leo usinje tena ukajiwazia wala kujisumbua kwa ajili ya punda ambao kwa siku 3 umewatafuta, kwa sababu saa hii punda wako wamepatikana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hiyo ni baada ya kupakwa mafuta, kumaanisha ya kwamba mafuta kuna mambo huwa inafuruga. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama mafuta kuna mambo huwa inafuruga, inachomoa mahali vitu zimefichwa kwa siri, inaingia huko na inafuruga. Bwana Yesu asifiwe sana. Mafuta huwa inachoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaingia huko, inachoma vifungo zote, inachoma kamba zote kwa jina la Yesu, na kile kimefungwa kinafunguka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo kwa mafuta ya siku ya leo, baada ya kunguswa na hayo mafuta, kuna uwezekano chochote kilipotea kwa maisha yako siku ya leo kiweze kupatikana. Iwe ni pesa, iwe ni kazi, iwe ni chochote kilichopotea katika mafuta ya siku ya leo, wapendwa, kitapatikana kwa uwezo wa Bwana. Biblia inasema baada ya Sauli kuwekewa mafuta juu yake, hapo ndipo neema ilishuka, na hizo punda zilizokuwa zimepotea, Biblia inasema ya kwamba Samueli kamwambia, toka na uende pale nje, kuna watu utakutana na wao, na watakueleza mahali punda walipo. Na hivyo ndivyo litendeka baada ya mafuta. Siku ya leo nimesimama kwa nafasi ya Samueli, nikiwa nimesimama hapa kama kuhani Elijah. Kile nitakachonena kwa anga yako, utakapongusa tu na yao mafuta, hiyo pesa ilipotea itapatikana, hiyo kazi iliyopotea itapatikana, huo muungizo uliokuponyoka utapatikana kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Si hata mwili huwa anaombili akishikilia fuliviti. Kwani kuna makosa? Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kuna makosa? Hapana. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Kwa kupakwa mafuta kuna vitu zilipotea upatikana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna kitu ulinyang'anywa, kwa ya mafuta ya leo itaenda kundai chochote kilichopotea, na utapokea kwa jina la Yesu, utapata kwa utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Haya mafuta baada ya kupakwa, kuna vipawa huwa zinachipuka, kuna mambo huwa inachipuka ndani ya maisha ya watu wa Bwana. Samueli wa kwanza, 1 Samuel chapter 10 number 3 to 4. Tuone vile Mungu anasema chapter 10 number 5 to 6. Samueli wa kwanza kifungu cha 10 mstari wa 5 na wa 6. Tusome kwanza hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na Bwana atatukuzwa. Ndio muelewe maana haya mafuta ni nini? Ni kitu gani kitakachowatendekea? Nataka muelewe haya si mafuta kama ile ya ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii si ile inahusu ya Vaseline. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Haya ni mafuta ambao Mungu anayadhamini, na ya mafuta nimeyaombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Yameombewa na mtu ambaye amekaa siku 7 bila kuonja. Kuonja chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nilikunywa chai jana usiku kwa sababu nilisikia kama nje inataka kubadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kaambia pastor, sasa kesho niko na kasi mingi,
Sasa mchali maslahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kikombe moja tu peke yake. Na usiweke sukari mingi, kiasi tu. Ikuwe mingi. Sukari si mingi, maziwa si mingi, iko hapo katikati. Si useme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Leo hakuna pepo inaweza simama kwa anga izuie kile nitakachotamka. Haiwezekani. Amen. Hata kama aliyekoroga alitoka Simbawanga, leo masungulupi yake itarudi. Itaenda kwa jina la Yesu. Haitastahimili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wacha tuone baada ya kupaka mafuta ni vitu gani uchipuka ndani ya maisha ya watu. Amen. First Samuel chapter 10 number 5 to 6 inasema nini? Inasema hivi. Baada hayo utafika ngimbia ya Mungu. Baada hayo utafika ngimbia ya Mungu. Hapo palipo na ngome ya Wafilisti. Hapo palipo na ngome ya Wafilisti. Kisha itakuwa utakapofika mjini. Kisha itakuwa utakapokuwa umefika mjini. Utakutana na kundi la manabii wakishuka kutoka mahali pa juu. Utakutana na kundi la manabii wakishuka kutoka mahali pa juu. Wenye kinanda na tari. Wenye kinanda na tari. Na kinumbi na vilipi mbele yao. Na kinumbi na pilimbi mbele yao. Nao watakuwa wakitabiri. Nao watakuwa wakitabiri. Na roho ya Bwana itakujulia kwa nguvu. Na roho ya Bwana itakujulia kwa nguvu. Nao utatabiri pamoja nao. Na wewe utatabiri pamoja na wao. Nao utangeuzwa kuwa mtu mwingine. Na wewe utangeuzwa kuwa mtu mwingine. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Ninaongelelea kuhusu power ya mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia ikasema ya kwamba baada ya Samueli kumwangia mafuta Sauli, akamwambia basi utakapokutana na watu wawili kwa kupee wa kuelekeze mahali punda ziko, utakapoachana na wao utaenda mpaka uingie maeneo inaitwa Tibia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akaambiwa kwamba utakapoingia hapo Tibia utakutana na kundi la watu manabii. Na hao watu manabii utakapokutana na wao watakuwa wakitabiri, na wakati utakapokaribiana na wao Roho wa Mungu atashuka ndani yako, na hata wewe utajaswa na Roho wa Bwana na utaanza kutabiri kama wao, na utabadilishwa kuwa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Sauli hakuwa nabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka muelewe zile nguvu zinapatikana kwa mafuta. Sauli hakuwa nabii, lakini Biblia inasema ya kwamba baada ya kumwangiwa mafuta, baada ya kupakwa mafuta na Samueli, akaanza kumpa instruction ya yale mafuta vile itafanya kazi. Jambo la kwanza akamwambia, utakapotoka kwangu na kuenda, kuna watu wawili utakutana na wao, watakwambia kuhusu punda zako mahali ziko. Kilichokuwa kimepotea kwa ajili ya mafuta kikapatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha baada ya kutoka hapo, alipokuwa anaendelea na mwendo, akaambiwa baada ya hao kuna watu kundi utakutana nao, na hiyo kundi itakuwa ni ya manabii, na wakati utakapoingiana na wao Roho wa Bwana atashuka na atakapoingia ndani yako, na hata wewe utaanza kutabiri kama wao, na utabadilishwa, utakuwa mtu tofauti na wengine. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninaongelelea kuhusu mafuta ya leo, kumaanisha ya kwamba kama mtu hakuwa nabii na wakati aliingiana na watu ambao ni manabii, roho ya unabii ilishuka na ikaingia ndani yake na akaanza kutabiri, kumaanisha kwamba kuanzia leo mafuta ya Bwana itakapokunguza, ukienda kukaa na mtu tajiri, roho ya utajiri itashuka ndani yako. Ukikaa karibu na mtu akona pesa, hiyo roho itashuka na itaingia ndani yako. Ukikaa na mtu ambaye akona gari, hiyo roho itashuka na itaingia ndani yako. Ukikaa karibu na mtu amejenga nyumba mzuri kama ile yangu, hiyo roho itashuka na itaingia ndani yako. Ninaongelelea nabii wa Bwana. Biblia inasema ya kwamba Samueli alipomalizana na Sauli alimwambia ya kwamba wewe utakapotoka pale, songa mbele, uchukua hatua uende. Kuna watu utakutana nao, kundi ya manabii. Hao watu utapata wakiwa wanatabiri, na utakapokaribiana na wao, Bwana Roho wa Mungu atashuka na ataingia ndani yako, na hata wewe utatabiri kama wao. Ninaona kama inafanyika hivyo. Ninaona kama ilifanyika hivyo. Wapendwa, siku ya leo wakati mkono wa mchungaji utakapokunguzwa na mafuta, ninataka uchukue hatua. Ninataka uchukue hatua ya kusonga mbele kwa imani. Chukua hatua ya kusonga mbele. Uende ukae mahali ya mtu, ukae karibu na mtu
amebarikiwa, ukae na mtu ameinuliwa, ukae na mtu amefanya mambo, uone vile Bwana atatenda. Kama kipawa cha unabii iliweza kushuka kwa Sauli na maandiko inasema hakuwa nabii, ninaamini siku ya leo nitakapokugusa na mkono hii, roho ya gani utapokea, roho ya mapuloto utapokea, roho ya pesa utapokea, roho ya kuinuliwa utapokea, na hata roho ya neno ya Bwana utapokea, kwa sababu yote inawezekana. Maandiko inasema ule mtu hakuwa nabii, alikuwa mtu wa kawaida, lakini wakati alikutana na manabii, maandiko inasema ya kwamba alipoingiana tu na wao, maisha yake yalibadilika, alianza kutabiri kama wao. Ni kwa nini mpendo usichukua hatua, uende karibu na huyo tajiri, uone kama roho ya utajiri kama itaruka ndani yako, kwa sababu Bwana amesema baada ya mafuta ya leo kuna mbingu na milango itafunguka. Kuna watu mahali walikuacha watakupata ukiwa kitofauti. Biblia inasema ya kwamba Sauli alibadilika akawa nabii na akabadilishwa kuwa mtu mwingine. Kuna mtu siku ya leo baada ya mafuta vile walikupata ukiwa, watakupata ukiwa level nyingine, watakupata ukiwa level nyingine, kwa sababu Bwana wa majeshi atatenda na atafungua mbingu na anga. Hallelujah. Na maisha itabadilika. Mpo? Yes. Naongea na mtu? Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Nasikia neema ya kuhubiri. Yes. Na leo ni mafunzo. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Si maandiko yanasema na utabadilishwa. Yes. Na utakuwa mtu mwingine. Yes. Kwa hivyo katika hii harakati ya kuhubiri Bwana anaweza nibadilisha. Yes. Na upate nimeingia anga nyingine. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Sauli hakuwa nabii. Baada ya kuingiana kama ule ndada ako na bahati sana. Ungeelewa ule umekaa naye karibu. Ungeambia Mungu fanya kama neno lako. Yes. Fanya kama neno yako. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana wa majeshi apewe sifa. Amen. Mtu hakuwa nabii, alikuwa mtu wa kawaida, na baada ya kuingiana na wale watu, roho ya Bwana ikashuka. Amen. Akaadapt hiyo spirit. Yes. Na akaanza kutabiri. Hallelujah. Tafuta mtu utakayekaa karibu na yeye. Hallelujah. Ule mawaya usiende kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ukienda kwa mawaya utakaa mawaya. Tunaelewana? Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana wa majeshi atatukuzwa na atainuliwa. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo kwa kupakwa mafuta kuna karama zinachepuka ambao hauna. Utastukia peke yako unaanza kuimba. Hakuna Mungu kama wewe. Na uchukue simu unjitepe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Waanze kusikiza polepole ukirekebisha mahali ulikosea. Kama ulisema hakuna Mungu kama Sima, ujue sio Sima. Ujue hapo unastahili kuweka wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wimbo ni ile pale Kalvari yote imeisha. Uzuri useme kale kaungali kote kameisha. Ujue si kaungali. Bwana Yesu asifiwe sana. Rudi pale urekebishe. Kwa hivyo kuna kipawa kitashuka kwako. Yes. Hallelujah. Mimi niko na vipawa zote 9. Bishop anakuanga na vipawa 9. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna kipawa kinaitangwa word of knowledge. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ambao watu wengi huwa wakitambui. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Naweza kukuona ukiwa kwako kwa nyumba. Vile unafanya. Na tukikutana nikuulize saa fulani ulikuwa unafanya nini? Ushangae nilijuaje na siku kuja kwako. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ndio sababu ninakaanga hapa huduma ya 111. Ukija hapa uweze nificha kitu. Hata Mungu kuna vitu Yesu ananifunulia na niambia nisikuambie. Na ninatoka kabisa kwa hiyo live. Utasikia nikikuuliza hiyo jambo. Lakini wewe utaenda ukisema bishop wako niona. Hakuniona, nitaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini huwa najua kuna vitu Bwana ananiambia usimwambie homba na itatoka. Hallelujah. Kwa sababu saa zingine kuna nyingine inaweza kuambia kufunja moyo utoroke kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama nikianza kuhubiri hapa unasema ni wewe ninahubiri. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Mtumishi wa Bwana utumika na hekima kuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumeona ya kwamba kwa kupakwa mafuta kuna karama uchepuka.
Kwa kupakwa mafuta kuna watu Mungu waandaa kwa kusimama na wewe. Hii mafuta ya leo wapendwa, mungeelewa maana ya haya mafuta, ungejitolea zaidi kwa utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Uwe na sadaka ukose kuwa nao, hii mafuta isikupite, kwa sababu hii ni triple anointing. Na siumbili mimi neno kama hii si rahisi kuirudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sunday inaokuja tutafanya ibada kusongea meza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakaribia meza Sunday inaokuja. Kwa hivyo Yesu alikuwa amenipanga vile mambo itafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hiki ikikupita ujue basi hautanilaumu, kwa sababu kile Mungu atafanya kwa wengine wewe utakosa, na unjue adui yako mbioni anakuona hata kushambulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama Yesu anasema hii mafuta akipaka miguu yako, mahali popote utakapokanyanga madhabahu ya shetani itavunjika, na maeneo utakapomiliki utapamiliki na patakuwa pako. Amen. Hiyo ni neno la Bwana. Kama anasema hii mikono ikinguswa na mafuta, yeyote atakayejaribu kukusalimia akiwa na maroho na vifungo na mapepo na majini na maroho machafu, hizo ufalme za nguvu za giza na mitishamba na mailisi zote zitaisha nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukishika pesa ambao iko na mikataba, nimerudia kusema watu wanaenda wanapewa change. Unaingia kwa matatu unapeana 100, unapewa 50 change. Unjui hiyo 50 imetoka kwa nani? Na unjui huyo mtu mwenye kule kuwa na hiyo 50 alinenea nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoishika na mkono wako, kwa sababu mkono ndio ushika, ukiweka kwa mfuko unaweka umaskini. Zile zingine zilikuwa kwa mfuko zote zinaondoka. Hata kama ni kwa account wanaiba mpaka huko, wanakusukumia mambo, unapata auendelee vizuri. Kwa kichwa ukiyapakwa uso wako utapata kibali cha kukubalika kila mahali utakapoenda. Utakubalika na watu wote. Wawe wanakujua, wawe hawakujui, watakukubali kwa jina la Yesu. Amen. Sasa unaweza pitwa na mambo mazuri kama hayo, ungojee mengine gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Watoto wandogo wakipakwa hayo mafuta, sasa msiongope watoto wenyu wakiingiana wengine, si wamefunga shule, waacha waingiane. Kwa sababu wakati utakapokuwa na chesa pamoja, minguu ya hawa iko na moto. Wakikanyanga mahali, huyo mwingine akikanyanga hapo anafunguliwa. Akienda kwa nyumba yao, babake anaacha ulevi. Hallelujah. Anashangaa nini ilifanyika. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hivi ndivyo mafuta hufanya kazi. Umesikia hii laini ya Sauli vile inafanyika? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alikutana na watu. Kwanza wakamwambia punda zimepatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akarudi tena, akakutana na watu manabii, kaingiana wao, akapata kipawa cha nabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati unapakwa ya mafuta, kuna watu wataandaliwa na Mungu wasimame kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akuletee watu watakao kuwa wanasimama kwa ajili yako, wanasimama na wewe, wanakusupport. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tusomee hiyo maandiko, mtumishi wa Bwana. Kitabu ni kile cha Samueli wa kwanza 3:4 inasema hivi: kisha utakwenda mbele kutoka hapo. Kisha utatoka mbele kutoka hapo baada ya mafuta na kufika mwaloni wa Tabori. Na kufika mwaloni mwa Tabori. Na hapo watu watatu watakutana nawe. Na hapo utakutana na watu watatu wanaokwea kumwendea Mungu huko Betheli. Watakao kuwa wanakwea kumwendea Mungu huko Betheli. Mmoja anachukua mwanambuzi watatu. Mmoja atakuwa amebeba mwanambuzi watatu. Na mwingine anachukua mikate mitatu. Na mwingine atakuwa na mikate mitatu mikononi mwake. Na mwingine anachukua kirimba cha divai. Na mwingine atakuwa na kirimba cha divai. Nao watakusalimu na kukupa mikate miwili. Na wao watakusalimu na kukupea mikate miwili. Nawe utaipokea mikononi mwao. Na wewe utaipokea mikononi mwao. Bwana wa majeshi na bariki maandiko yake. Amen. Ninaongelelea faida ya mafuta. Wakati Sauli alipomalizana na Samueli, akaambiwa toka uende uko, naenda kuna watu wawili utakutana na wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya mafuta miungizo ikafunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya mafuta connections zikafunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Baada ya mafuta anga ikafunguka. Alipokutana nao akaambiwa toka uende, kuna watu wawili wako mbele yako, utakutana na wao, watakueleza zile punda zimepotea na utazipokea. Hivyo ikatendeka na akazipata.
Akatoka hapo tena akaambiwa songa mbele. Ninaongelelea baada ya mafuta. Alipokuwa nasonga mbele akakutana na kundi la watu manabii. Yeye mwenyewe hakuwa nabii, na alipoingia ndani yao Roho wa Bwana akashuka na akamjaza, na hata yeye akaanza kutabiri kama wao, na akabadilika akakuwa mtu mwingine. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Haikuishia hapo. Baada ya mafuta bado mlolongo unaendelea. Akaambiwa toka sasa uende. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na alipokuwa akienda akaambiwa kuna watu watatu utakaa kukutana na wao. Mmoja atakuwa na wanambuzi watatu, mwingine atakuwa na mikate mitatu, na mwingine atakuwa na kiriba cha maji. Watakupa ile mikate nawe uweze kupokea hiyo mikate. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hii mambo yote ilifunguliwa baada ya mpakwa mafuta. Miujiza ikaanza kutendeka. Nimewaeleza kwamba mafuta huwa inavuruga yale mambo yaliyokuwa yamezuiwa, inafunguka bila kung'ang'ana. Kile ambacho kinastahili kuwa chako, Yesu anatuma watu, wanaandaa watu wa kusimama kwa nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatoka akaenda, na alipokuwa anaenda akakutana na watu watatu. Akaambiwa mmoja atakuwa na mikate mitatu na atakupa mikate, na akikupa pokea. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yesu akasema baada ya mafuta kuna watu Mungu atakuandalia. Kuna watu Mungu atawatuma wakuja kusimama kwa nafasi ya hiyo shida inayokusumbua. Kumbuka ya kwamba Sauli akaambiwa hawa watu ukikutana na wao watakupa mikate, na wakikupea pokea. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Kuna uwezekano siku ya leo hiyo njinda inayokutatiza Mungu atume mtu mahali akuletee pesa, hiyo biashara ipanuke. Yes. Akuletee pesa, huo mradi ukamilike. Yes. Akuletee pesa ufanye hiyo mambo ilikuwa imefungika. Hallelujah. Inawezekana. Hii mambo iliwezekana kupita kwa mafuta. Yes. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ndio sababu ninasema wale huwa wanadharau mafuta, ni kwa sababu wamekosa mtu wa kuwafunza maana ya mafuta na ile kazi huwa inafanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Baada ya kupaka mafuta, muujiza ndio huo mwingine ukaonekana. Akaambiwa Destiny Connector wako pale mbele, watakupa mkaango. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utaletewa mkate, utapewa chakula. Yesu anasema baada ya mafuta kuna mtu atatuma kwa ajili yako, na kuna uwezekano ule mtu atakapotumwa kwako asimame kwa nafasi siku zako zote. Hallelujah. Inawezekana. Amen. Si iliwezekana kwa huyu, na iliwezekana. Huyu mtu alikuwa mtu wa kawaida. Kumbukeni ni punda zilikuwa zimepotea, na baada ya kukutana na Samueli akapakwa yale mafuta, maisha ikabadilika. Haijalishi wewe ni mchungaji, wewe ni mtumishi, ama wewe ni mtu wa kawaida, mafuta itafanya kazi the same kwa maisha yako. Hakuna mahali inasema Sauli alikuwa mhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza alikuwa mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa mamluki. Bwana Yesu apewe sifa. Na kama mamluki, Mungu aliweza kutendea mamluki mambo makubwa kama hayo. Na njia wewe unajua kusema Yesu ni Bwana, si ni zaidi? Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kuna watu siku ya leo Bwana ataandaa msaada wao. Bwana atatumana kwa maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo jambo inakusumbua, itatumwa tu mtu mmoja akuje kukafa hiyo jambo unahitaji, na maisha yako ibadilike. Mambo yako haitarudi tena kuwa vile. Maisha ya Sauli yalizidi kubadilika vile alizikuwa anazidi kusonga mbele. Ndiyo mambo yalikuwa yanazidi kuwa mazuri. Na hata kwako kutoka leo utakapoondoka hapa, kuanzia wiki ya kesho, kuanzia sasa kuendelea, mambo yako vile unazidi kusonga, ikifika Monday, Tuesday, Wednesday, vile unazidi kusonga, ndio miujiza itazidi kufunguliwa, ndio mambo itazidi kufunguka kwako, na kuna tena kizuizi kwa utukufu wa jina la Bwana. Mafuta inafungua anga, mafuta inafungua mbingu, mafuta inatenda miujiza, mafuta inaponya, mafuta inafunja nila, mafuta inalengesa, inaondoa mizigo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema nini? Kwa kupakwa mafuta kuna kuinuliwa, kuwekwa kiwango kingine. 1 Samuel chapter 10 number 1. Tuone vile neno la Bwana inasema, kwa kupakwa mafuta Mungu akitaka kukuinua akuweke level nyingine, lazima mafuta yakunguze, ndio yale yaweke saini ama iweke muhuri ya kwamba umehitimu
kuwa hiyo level. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokuwa ninaondeniwa kuwa bishop, kuna mabishop kama 5 walikuwa pale kama witness. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna apostles kama 8 walikuwa pale kama shahidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watu wa familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima kuwe na ushuhuda wa mashahidi, na kanisa wakaulizwa, mnamkubali huyu mtumishi wenu kutoka siku ya leo? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu siku ya leo amemwangiwa mafuta kuwa askofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakasema ndio tunakubali. Lazima kuwe na watu wa kudhibitisha ile anointing unapewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu wanaweza pigiwa simu uniswe, unajua Bishop Elijah? Aseme ndio ninamjua. Unamjua namna gani? Sema kwanza namtambua kwa sababu ni ordained bishop. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio bishop wa bahasha ama wa vichochoro. Bwana Yesu asifiwe sana. Natambulikana na bishop councils. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Mimi ni mmoja wao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wa majeshi apewe sifa. Amen. Hiyo jina nilimwangiwa mafuta ndio nikapata mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa nini mnaona watumishi wetu wanaisha wapate mamlaka za kiroho? Unapoitwa jina fulani, mapepo ya kiwango hicho yanainuka kwanza kukushambulia. Unanyongo mpaka unasema chi sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu wewe ndio ulichokoza. Kwa hivyo usikubali kuitwa pastor kama wewe si pastor. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama unajua wewe si pastor, usikubali kuitwa pastor. Kwa sababu hiyo mapepo itakushughulikia ya kiwango cha pastor. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Usikubali kuitwa nabii kama wewe sio nabii, mashungulupi itakushughulikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio sababu hapa huwa titles sipeanangu ovyo ovyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mimi najua titles vile zinapigwa, shetani vile wanasipiga. Ukipata pastor alipewa, Mungu alimpa promotion kutoka last year ya kwamba akona title ya apostle, lakini bado anaitwa prophetess ama pastor. Mpaka ile siku ataordainiwa, apate hiyo mamlaka ya apostolic, hiyo office, ndio sasa atakuwa anaitwa hiyo jina. Saa hii nikimuita, ile shughuli itakuwa kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Maroho itakuwa inatumwa kutoka kila mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kweli akiwa mke wa mchungaji nimemcover kwa sababu mimi ni askofu, so anatembea kwa anga ya bishop. Kwa hivyo ni kweli kuna vitu mingi asitamfikia, lakini kuna uwezekano asianze kuwataka watoto. Sio kama unanielewa? Mke wa mchungaji anakuanga ile, ndio sababu kile anafanyanga huwa anafanya. Si huwa anafanya deliverance. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu ule upako Mungu amenipa, wakati Mungu ananitembelea usiku, uanga awekangi mipaka. Atiwacha kwanza niongee na askofu, wewe siwezi lala. Hiyo mwangaza ikimulika inatumulika zote mahali pale. Kwa hivyo usubuhi namwambia nimeota hivi, na yeye ananiambia na mimi nimeota hii na hii na hii. Najua hata yeye alitembelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukiwa mwenzako muulize huyu ako karibu na wewe anakuambianga walimkujia ama alitembelewa. Kuna tofauti ya walikukujia na ulitembelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema walimkujia ama walimtembelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Tulikuwa wapi? Tulikuwa Samueli wa kwanza 10 mstari wa kwanza. Umesoma? Bado. Soma basi. Neno la Mungu linasema hivi. Ndipo Samueli akatoa kichupa cha mafuta. Ndipo Samueli akatoa kichupa cha mafuta, akayamimina kichwani pake. Akayamimina kichwani pake. Akambusu akasema. Akayabusu akayasema, je, Bwana akukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wa Israeli? Bwana amekutia mafuta uwe juu ya wana wa Israeli. Nawe utamiliki watu wa Bwana. Nawe utamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa mikononi kumwokoa mikononi ya adui zao, na kuwaokoa katika mikono ya maadui wao. Kisha hii itakuwa ni ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia mafuta. Kisha hii itakuwa ishara tosha kwamba Bwana amekutia mafuta. Uwe mkuu juu ya urithi wake. Uwe mkuu juu ya urithi wake. Amina. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amina. Nimesema ya kwamba kwa kupakwa mafuta kuna kupokea mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana.
Biblia inasema ya kwamba wakati Sauli alipopakwa yale mafuta na Samueli, alipata mamlaka ya kuongoza wana wa Israeli. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hivyo Yesu anasema ya kwamba baada ya mafuta ya mchana wa leo, kuna anointing unaenda kupokea, kuna kipawa na kuna mambo inaenda kukutendekea, na kuna neema ya uongozi itashuka ndani yako. Kuna uwezekano baada ya mafuta Mungu akubariki na kuinue, uongoze familia yenu, uongoze ukoo wenu. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Ikuwe wewe ndio kiongozi kwa hiyo familia, kama ni mambo kwanza inatangulia kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Vitu vizuri zinatangulia kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwetu hakuna mtu akona plot isipokuwa mimi. Niko na 12 moja, na niko na vichaka na mali na watoto. Kuna watoto mboisi 3 na msichana 1. Hallelujah. Na watu wameokoka. Yesu ni Bwana. Hallelujah. Na Emmanuel alisema wanataka msichana wa mwisho. Nikawaambia hiyo ni yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na hakuna makosa. Shida Pastor Twesi anaimbisha hapa. Sasa ataibisha aje? Akiwa full magazine. Ni wewe. Kwa huku. Takuwa namshikilia. Ni wewe Yesu umetubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Yaani nikamwambia hiyo ni yenu. Wacha kwanza niwatafutie vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Wewe nyinyi mtaoa mlete wasichana kwa boma yangu. Yes. Nitawalipia mahali. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Na hapo hakuna makosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwanza kuna kasichana niliona Emmanuel anapenda sana kale keupe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunaweza anza kupanga negotiation. Nianze kulipa mdogo nipe till number. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu wameachana miaka kidogo. Hallelujah. Pastor Twesi nimemwacha na miaka 13. Yes. Kwa hivyo inamaanisha hii distance si mrefu sana. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nimemwacha na miaka 13. Kwa hivyo kitambo nichanganyikiwe na mandawa, atakuwa ananjua. Namuuliza leo nitameza ngani? Ananiambia sio hii, wewe msena wewe. Ndio hii. Hiyo ndio sabuni nilioa akiwa mdogo. Ndio miaka ikisonga awe ananishughulikia vizuri. Nizikunywa ndawa ya tumbo na ni ya meno. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na jina la Bwana linatukuzwa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Amen. Hivyo basi kwa kupakwa mafuta kuna kuinuliwa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kupakwa mafuta kuna kuinuliwa na kuna kuwekwa level ya juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hallelujah. Huyu mtumishi baada ya kupakwa mafuta Bwana alimuinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa nini umeanza kukalculate na simu 13 years? Iko hivyo. Na unaona aje tukitembea? Kwanza anajingapa sana na mimi. Aliolewa na bwana kubwa, big man. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Yeah, kwa sababu saa zingine hao vijana wanacheza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Labda kama ni vijana angefanya vile nimefanya kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Na bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Nilisikia kuna wimbo inasema kuanguka nao. Ama hiyo ni mbaya. Ama ni mbaya hiyo. Yeah? Nilisikia wimbo ya aina hiyo. Ama ni mbaya roda. Hiyo ya aina hiyo. Yeah? Hii inaitwa kuanguka nao. Hiyo ni ngani? Ni mbaya. Yeah? Kijana, wewe ndio chibukizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwani si hata mimi napitanga mahali zinauzwa kwa barabara. Nikisikia anguka nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Lakini mimi si kuanguka nao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Na Mungu anatukuzwa. Nisomee kitabu kile cha Zaburi, Psalms 45 number 7. Hii mafuta ya leo
itakuwa ni mafuta ya furaha siku ya leo. Ndio sababu Bwana umeona ameanza kuongea. Imetoka. Yes. Na imetoka na nimekaa bila kukula wiki mzima. Sasa imetolewa na nini? Neema. Sasa Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Si niko na ingine ndani. Iko na ingine. Yes. Huwezi ona suti yangu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Ngojea utaona Sunday inayokuja. Kisimama hapa futi 2. Na Bwana atatukuzwa. Hallelujah. Soma hiyo kitabu Psalms. Kitabu ni kile cha Zaburi 45 mstari mdogo wa 7 unasema hivi. Umeipenda haki, umeichukia dhuluma. Umeipenda haki, ukaichukia dhuluma. Ukaichukia dhuluma. Kwa hiyo Mungu wako amekupaka mafuta. Kwa hivyo Mungu wako amekupaka mafuta. Mafuta ya furaha kuliko wenzako. Mafuta ya furaha kuliko wenzako. Ngeukie mwenzako mwambie siku ya leo, nitapakwa mafuta ya furaha kuliko wengine. Kwa hivyo inamaanisha mafuta Mungu atakayo kupaka leo itakuwa ya furaha siku zako zote za maisha. Unajua ukifurahia miaka inaongezeka. By the way, unajua miaka yetu ilikuwa, ukisoma Mwanzo Genesis chapter 6 number 3 inasema miaka yetu ilikuwa miaka 120. Hiyo ndio Mungu aliweka mkataba na Adamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini ukasoma Psalms 90 number 10 ukaona ikapunguzwa tena, ikasemekana na atakaye kuwa na nguvu. Inasema hivyo Psalms chapter 90 number 10 inasema na ukiwa na miaka yetu ya kuishi ni 70 na ukiwa na nguvu 80. Nataka tuelewane. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiangalia Genesis chapter 6 number 3 inasema vizuri, Mungu akaambia Adamu, kwa sababu ya hii umefanya, miaka yako imeng'ung'utwa mpaka 120. Sasa baada ya kuendelea mwanadamu kuungumisha moyo, ikang'olewa ingine 40. So ukifikisha miaka 70 uko na neema kubwa sana. Ukiwa na nguvu ni 80. Ukifikisha 81, hiyo inakuanga miaka ya neema ya kusumbua. Minguu, kichwa, sijui mgongo, hiyo inakuanga ni sumbua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni hivyo mpaka siku ya kupumzika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Angalia wale watu wako na umri wa kuanzia 81 years. Uone vile wanasumbuka. Mamangu alienda na 86 na niliona vile alinisumbua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tukitoka kwa hii ugonjwa tunaingia kwa hii. Tukitoka kwa hii kwa sababu miaka ya kuishi ilipunguzwa ikakuwa 70 na ukiwa na nguvu ni 80. Kwa hivyo ukitoka 81 hiyo ni bonus. Na wakati wote ukiingia kwa anga ya bonus, nao masaibu ndio hiyo. Minguu wakati wote, arthritis. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kama uko na mzazi ako na 81 years, inua mkono. Amefikisha 81. Inua mkono vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hao wazazi, choo ni zile ya kufanya hivi ama mliwanunia ile ya kukalia? Ni ile ya kujishughulisha ya press up. Mnatesa wazazi. Kukalia. Hayo ndio mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Amen. Na Mungu atatukuzwa. Yes. Hiyo ni neema kupata mzazi wa hiyo miaka. Hallelujah. 81 years. Ako kwa bonus. Na saa hii na wao si kuna mahali wanalia? Kweli. Yes. Lakini mimi naamini nitaenda ile Mungu aliambia Adamu 120. Yes. Na haitapungua. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi alikanusha, alisema sitakufa, nitakaa nisimulie matendo ya Bwana. Hallelujah. Si useme amen. Amen. Unajua mimi nilizaliwa watoto watatu. So hao wawili walienda zile miaka walikuwa wakae. Ambia Mungu alete upande wangu ndio nimfanyie kazi vizuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sababu kama mmoja angekaa, tuseme mmoja angekaa 50. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ama ile wangekaa nusu yake ningawiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na inawezekana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hallelujah. Yesu anasema ya kwamba atawapaka mafuta leo, mafuta ambao ni ya furaha. Tumeona faida ya mafuta. Jambo la kwanza tumeona wewe inafanya nini?
inafanya nini? Inafuja nira. Tu inafanya nini? Inaponya. Inafanya nini? Inaponya magonjwa. Halafu inaondoa ya kwanza ni, sikizeni vizuri. Sikiza na muandike kama mko umeandika. Na sirudii tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwanza ni mafuta itaondoa mizigo mabegani mwako. Yes. Ya pili itaharibu nira. Hallelujah. Tunaelewana? Amen. Ya tatu magonjwa yatakuondokea kwa kupaka mafuta. Hallelujah. Tumeona ya nne, kuna vitu zilipotea kwa ajili ya mafuta sitapatikana. Amina. Tumeona ya tano, kwa kupaka mafuta kuna karama huwa zinachepuka ndani ya mtu. Amina. Sauli hakuwa nabii. Yes. Alipopaka mafuta akakutana na watu manabii. Hiyo roho iliingia ndani yake na akaanza kutabiri. Amina. Ya sita, tumeona kwa kupaka mafuta kuna watu Mungu huandaa wasimame kwa nafasi yako. Yes. Tumeona ya kwamba alikutana na watu watatu walikuwa wamebeba mkate wakampa na akashughulikia. Tumeona ya saba ni ya kwamba Bwana kupita kwa mafuta huwa anainua mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ya nane tumeona ya kwamba Bwana akikupaka mafuta yatakuwa na neema na ni mafuta yatakuwa ya furaha. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Hizo pointi zote ziko kwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ya mwisho ya tisa, Psalms 105 number 15 inasema do not touch the anointed one. Kumaanisha kwamba ukiwa umepakwa mafuta hakuna mchawi wala mganga. Numbers 23:23 inasema kuna mchawi katika nyumba ya Israeli wala mganga katika nyumba ya Yakobo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kumaanisha kwamba haya mafuta yatakulinda na Mungu atakutetea kwa njia mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hivyo basi Mungu anaenda kujitukuza. Kupita kwa hii mafuta kuna uponyaji. Kwa hivyo kama wewe ni mgonjwa, ikiunguza tu uponyaji unapatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna kitu kilikuwa kimekwama, ukiunguzwa tu na hiyo mafuta utapokea kwa jina la Yesu. Kama kuna kitu kilikuwa kimepotea, kwa hiyo mafuta kitapatikana. Kama ulikuwa unang'ang'ana kwa mambo fulani, hiyo mafuta ikikunguza tu, kuna watu Mungu atatuma kwa ajili yako. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna watu watatumwa kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama kuna vipawa zimekwama ndani yako, kwa haya mafuta Bwana atazichipua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Umesikia leo waibaji vile wameimba vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Ungedhani siku moja Roda angeimba vile ameimba leo? Ungedhani siku moja Alice, Pastor Alice angeimba vile ameimba leo? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? The more wanazidi kujitolea, hiyo neema inazidi kushuka ndani yao. Yes. Sasa leo ndio itachepuka zaidi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hivyo kupita kwa hiyo njia kuna mambo itafanyika kwa ajili ya kuguswa na haya mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulisema mafuta ya leo ikipangwa ufanye nini? Unganisha na madhabahu. Ufanye nini? Nilisema kuhusu dhabihu. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna wale wamepakwa asubuhi hawatarudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kuna wale wamepakwa asubuhi au hawatarudia. Wale hawakupakwa ndio ninahitaji, na kutoka pale Mungu atajitukuza. Kwanza nataka tutoe sadaka za kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutoe sadaka za kawaida, tutoe fungu la 10, kisha nikimalizana na hiyo ndio nikimalizana na mafuta, utakuwa unaweka dhabihu ya mafuta, unanguswa, unaenda zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Mungu amesema kupita kwa hiyo dhabihu kuna mambo fulani atayatenda. Yes. Biblia inasema tusipokee neema ya Bwana bure. Bure. Si mchungaji amelipa gharama. Si wewe wiki moja ulikuwa unashughulikia mkango jioni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi sikushughulikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata hapa nimesimama ni Mungu. Kama si nguvu za Mungu singeweza, ningekuwa nimeshaanguka kitabu. Lakini nimeshikiliwa na malaika wa Bwana, na tukiliposoma maandiko wakati ule alisema atatutia nini? Nguvu. So umeona pastor vile ameimba. Mpaka nikasema saa imeisha. Sababu nimeona ameingia ile anga ya juu. Yeye anapenda sana kuingia kabisa na kucheza. Ngojea mtaona Sunday sasa atakuwa ameshiba. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Yes. Na Mungu atajitukuza na ataonekana. Hivyo basi tuandae sadaka zetu. Simama na sadaka yako. Kama kuna mzigo umebeba, hiyo isikubabaishe, mafuta itafanya kazi. Si imesema itaondoa nira.
Si imesema itafunja nila? Si maandiko imesema ya kwamba mizigo uliobebeshwa itaondoka? Kwa hivyo kwa hicho kitengo cha mafuta Mungu atatenda. Kwanza tuandae sadaka zetu, tupeane mbele za Bwana. Inua sadaka yako mbele za Bwana. Inua sadaka yako. Kama unatuma kwa simu, till number ndio ile 9750511. Tuma hapo na make sure imeleta message. Bwana Yesu asifiwe sana. Usitume na urudi reverse. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo si uaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Make sure umetuma cha ukweli, kwa sababu leo ni siku ya kupaka mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo ni siku ambao ni ya kufungua. Tumekuwa kwa mlima siku 7 na leo ni kufungua. Inua sadaka yako mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo na kuita kwa sadaka tumeinua mbele zako. Nakuomba ukasitakaze na ukasibarikishe. Nimefunja ngano zote kupita kwa hizi fedha. Naomba Bwana ukasipokee fedha uongea. Wacha Baba wa mbinguni sadaka wewe inanena. Wacha kanene mazuri kwa ajili ya kila mmoja. Yes. Ninajua kwamba sadaka na fedha huwa zinapitia kwa watu wengi ambao wengi hawakuamini. Na hivyo ndio sababu huwa tunasitakaza ili zikakuwa safi mbele zako Bwana. Ninakuomba ukapokee hizo dhabihu zetu kupita kwa uwezo na kwa neema zako Bwana. Asante Yesu, akuwe ndiye Mungu. Kwa jina la Yesu naomba na hata kuamini. Amen. Amen. Hapo ni mbali. Yeah. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii mafuta sijui itakuaje. Tutaweka ama ni waruhusu watu wao wanakanyanga hapa, ninawapaka mikono minguni na miguu. Bwana Yesu asifiwe sana. So hapo kuinama usubuhi nimesikia ikiwa kazi mingi. Na nifikiri kifungu yangu hapo ndipo imetoka inasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungu la 10 unachukua bahasha hapa wewe mwenyewe. Unachukua bahasha yako hapa mwenyewe na Mungu anatukuzwa na anaonekana. Umesema huyu ni brother yako ama ni cousin? Rafiki wa brother katika Yesu. Amen. Akiendelea hivyo Mungu atamuinua sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Mungu anapenda kutumia vijana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu atatukuza na ataonekana. Mumetoa sadaka? Mbona msimeona mkiamuka? Nimeona wandogo. Tumekuja. Mumekuja nyote? Huko mumekuja? Mwisho umekuja? Haonja kuja. Ndio sababu huwa zinyanganyikiwi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na pande hii mumekuja? Na hapa mumekuja? Na mjui ninawapaka mafuta, ukinidanganya mafuta itakuangusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fungu la 10. Fungu la 10. Ni kama mtatafuta kitu ya kukanyanga hapa. Nisimame hapa. Siwezi fika hapo chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na Mungu atatenda. Kama uko tayari, fungu lako la 10 simama hapa mbele. Fungu lako la 10 simama hapa mbele tuweze kuomba na Bwana Yesu atatukuzwa na ataonekana. Ni vizuri kumtolea Bwana fungu la 10. Fungu la 10 inalinda kazi ya mikono. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule mama Rasi amebarikiwa kwa sababu ule mama ni mwaminifu sana. Sana tena zaidi. Nimekutana na watu wengi lakini uaminifu wake umenishinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama Rasi hata apate nini, huwa anajua ya Mungu ni ya Mungu. Mambo yake anaweka nyuma, kasi ya Bwana anaiweka kwanza. Lazima atangulishe Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye Mungu amembariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amemuinua sana, tena sana. Na bado kuna mambo sasa leo kuna kitu Mungu anakuja anaenda kumkabidhi kupita kwa haya mafuta. Akirudi huko Ulaya, wazungu watajionea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu kuna kibali extraordinary ataenda nacho cha Mungu. Na Bwana atatukuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Inueni bahasha zenu mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya bahasha watumishi wako wamekuinulia Bwana. Tazama Bwana, wamenyosha mikono yao ili wakaweze kukutolea fungu lao la 10. Nami nakuomba vile wamenyosha mikono yao Kristo, vile vile Baba wa mbinguni na wewe ukanyosha mkono wako kwa ajili yao. Na hata wale wote ambao wametuma kwa simu, na hata wale hii wiki ambao Baba imepita walituma kwa simu, vile unaenda kutenda kwa hawa na hata kwao ukawatendee. Nimefungulisha financial breakthrough katika maisha yao.
Nimeondoa roho ya ukaufu na ukame katika anga zao. Naomba Bwana, kama vile umetumana, wacha Baba wa mbinguni ukaandae watu watakaosimama kwa niaba yao, ukamultiply mali yao kwa uwezo na kwa neema zako Bwana. Ninakuomba Bwana ukajitukuze. Hiyo mikono yao kuanzia leo nimetamka multiplication kwa ajili ya chochote ambacho kitakachopitia kwa hiyo mikono kupita kwa uwezo na kwa neema zako Bwana. Wabariki waingiapo, wabariki na watokapo, wabariki mjini, wabariki na mashambani. Tazama kuna roho iko hapa ilikuwa inatamani kutoa lakini kwa sasa hawana. Naomba kuwafungulie njia ifikapo siku nyingine kama hii ya leo wakaweze kukutolea. Asante Yesu, akuendie Mungu, kwa jina la Yesu naomba na atakuamini. Amen. Wekeni hapo ndani. Ukikosa kutoa fungu la 10, shetani anakustaki na kipengele cha kwamba wewe ni mwizi na umeibia Mungu. Na yeye shetani anakuimbia. Atakuibia kwa mongonjwa, watu watakuja kukope pesa na wakose kukulipa. Utafanya jambo na shetani aingililia vuruge. Ana make sure kila ungetolea Mungu amekuibia mara 10. Hivyo ndivyo shetani hufanya. Kama ulikuwa utoe 1000 umepata 10,000 na ulikuwa utoe 1000 na unaacha kutoa hiyo 1000 unazitumia zote. Ukitumia 1002 shetani anakuja anaiba 7. Hivyo ndivyo inafanyika. Ni vizuri kutoa tithe, ndio mkuu wa uaminifu mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi mwenyewe kama kuhani ninatoanga tithe. Mimi huwa natoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio sababu unaona wale wamekubali kushirikiana hii madhabahu wako anga ingine kifedha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna umuhimu wa kila mtu kutoa fungu la 10 na Bwana atatukuzwa. Semeni amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni wakati mwingine sasa wa kupakwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni Bwana. Kuja pastor. Kanyanga hapa nione. Hebu kanyanga hapa. Ukiangalia huku. Kanyanga tu hapo kwa madhabahu hapo. Ukiangalia huku. Si hapo itakuwa mzuri. Si hapo nitaweza kupaka kichwa, mikono na kidogo. Ama hata hapa ni mbali. Sawa, shuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Baba, kwa jina la Yesu naitisha anointing ikatawale kwa hii nyumba. Nguvu za Bwana zikatawale kila mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Simama na miguu yako miwili. Ile sadaka uko nao ya kupakwa ya anointing, simama hapa. Utaweka hapa kwa madhabahu, unasimama hapa na kupaka mafuta. Unaweka tu hapa kwa madhabahu. Nitainama tu, haina shida. Mungu atanitia nguvu. Nikilemewa wazee wako hapa wataniinua. Na Bwana atasimama na ataonekana. Hapa. Mikono, uso, mikono, miguu. Uso, mikono, miguu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kama uko tayari na sadaka yako, simama hapa. Na hata kama hauna utasimama na Mungu atatenda. Lakini ni vizuri kama uko nao. Hii ni kama una chochote kabisa, hiyo neema iko juu yako. Lakini kama uko na chochote, uko na dhabihu unaweza mpa Bwana, ni vizuri. Na Bwana atatukuzwa. Kumbukeni vile Yesu amesema, hii sadaka ama hii mafuta itakaponguza uso wako itaachilia kibali cha kukubalika kila maeneo utakapoenda. Nikinguza mikono yako, hiyo mikono itawaka moto. Kile utakachongusa na hiyo mikono kitatakasika kwa damu ya Yesu. Nitakaponguza hiyo miguu yako, hiyo miguu itatakasika kiasi ya kwamba mahali utakapokanyanga madhabahu ya shetani itambomoka. Na kama kuna promotion yako ilizuiwa, mahali unafanya kazi, kama kuna mtu anakuchezea, anakuzuia haki yako, baada ya haya mafuta utaona vile Mungu atashughulika na Bwana atatukuzwa. Sadaka unaweka hapo. Shikanisha mikono hivi. Make sure mikono yako iko hivi. Umeshikanisha yote mbili, ndio tuende kwa haraka.
Pokea nguvu za Bwana, pokea nguvu za Bwana. Ndio muelewe ya kwamba hii si mafuta ya kawaida. Kuna watu wataona tu kama hii ni kitu inafanya mchezo. Pokea nguvu za Bwana. Pokea nguvu za Bwana. Pokea uponyaji wa macho. Hakuna kitu kitabaki kwa mwili wako. Iwe ni ugonjwa, iwe ni vifungo, iwe ni laana, iwe ni madhabahu, chochote kitakacho, hii mafuta tu kikunguza, milango inafunguka. Inaitwa triple anointing. Mikono, uso, mikono na miguu. Touch. Funguliwa sasa. Toka. Achilia baraka zao. Achilia kazi zao. Fungua sasa. Toka ndani yao na achilia nguvu. Achilia nguvu. Natabiria moto. Moto ndio hiyo kwa jina la Yesu. Twende next. Twende kwa haraka. Kwa mafuta mabichi, touch. Funguliwa. Leo mapepo imeenda. mafuta mabichi. Ndiyo maana nina uhakika nitashinda, ni mshindi.
nimepakwa mafuta mabichi. Mimi ni mshindi, nimepakwa mafuta mabichi, nikaboria zikaya. Changanyikiwa, chomeka, toka ndani yake, achilia maisha yake. Touch, funguliwa sasa, toka ndani yake, achilia maisha yake, mwachilie sasa kwa jina la Yesu. Ninavunja madhabahu, ninavunja maagano. Ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo. Pokea, pokea nguvu, pokea nguvu za Bwana. Changanyikiwa, toka ndani yake, toka ndani yake, achilia maisha yake, mwachilie sasa kwa jina la Yesu. Ninavunja madhabahu, ninavunja maangano, kila utawala wa majini. Moto ndio hiyo. Fire upon you now. Chomeka, ondoka, achilia maisha yake. Changanyikiwa, toka ndani yake. Laana za kizazi, toka kwa tumbo, toka, toka kwa tumbo. Lazima uondoke, lazima uondoke. I command you now, loose the body. Toka, toka kwa hiyo tumbo. Toa mizigo, toa mizigo kwa jina la Yesu. Toka kwa hiyo tumbo, toka, toka kwa hiyo tumbo. Shika hiyo tumbo yake, na achilia moto. Hiyo mikono na achilia moto hapo kwa hiyo tumbo, na achilia moto. Toa mizigo kwa hiyo tumbo, toa vifungo, toa kwa jina la Yesu. Toa vifungo, mapepo na majini, maroho ya nyoka, toka kwa tumbo lake, achilia tumbo lake kwa jina la Yesu Kristo. Nimeharibu utawala wa shetani, na tamko takazo na ukombozi na kufunguliwa kwa ajili ya maisha ya undada, unconditionally, total deliverance. Mwana kama ni mafuta ya kawaida. Hii si mafuta ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Hii si mafuta ya kawaida. Funguliwa sasa kwa jina la Yesu. Fungua. Toka yake. Toka. Usibodi. Toka. Aria. Touch. Fungua. Fungua sasa. Toka yake. Tondo. Changanyikiwa. Changanyikiwa. Kwa jina la Yesu. Ninavunja madhabahu. Ninavunja maangano kwa jina la Yesu. Natamka ukombozi na kufunguliwa. In Jesus name. Funguliwa sasa. Toka. Toka ndani yake. Toka ndani yake. Achilia. Achilia. Chomeka sasa. Ripa. Maroho ya nyoka, nimekushika mateka. Nimekushika mateka. Ninaharibu utawala wako. I paralyze your kingdom in Jesus name. Toka. Toka ndani yake. Toka ndani yake. Maroho ya uchawi, majini na mapepo, hamtamuua. Nimekataa. Nimekansel kila mauti. Shetani umepanga kinyume na hiyo mama, hata kuwa hata na ataishi kuanzia leo. Nimekansel na mzote shetani. Moto ndio. Faisa yao. Chomeka sasa. Kila mahali atabia moto. Moto all over. Faisa fire over. Moto ndio hiyo. Atabia moto. Hiyo mingo na achilia moto. Ninaondoa mitego. Changanyikiwa. Toka ndani. Achilia maisha. Toka ndani. Lazima uondoke. Maroho lazima uondoke. Shika matasa. Kamata mateka. Utawala ufalme wako. I destroy your kingdom in Jesus name. Huyo mama alikuwa amepangiwa mauti. Alikuwa amewa Yesu. Lakini hizo kwa Yesu. Haukufa kabla siku au timiza msiba za dunia. Hautakuwa mwanadamu. Na kuna mtata mali na wewe. Na kwa mama yako kontaji watumishi wa Bwana. Kwako ni wapi? Unajua kuna watu wanachukua mchezo. Yeah. Watu wanacheza tu. Yesu akimana anachukua kuchukua hatua mara moja. Kwa sababu unajua hata iko huko mbele. Touch. Down. Let the anointing
Achilia, mwachilie, mwachilie sasa kwa jina la Yesu. Ripa baba baba baba. Toka ndani yake. Toka ndani yake. Achilia maisha yake kwa jina la Yesu. Toa mizigo. Toa mburungo. Toa sasa. Achilia maisha yake. Toa, toa sasa kwa jina la Yesu. Mwachilie mkono atoe. Toa sasa. Toa yote uliyoweka. Toa kwa macho, toa kwa uso, mahali popote uliotoa uliweka, toa kwa jina la Yesu. I command you now, lose their body in Jesus name. I scatter kila utawala wa giza, ninaangusha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toa mizigo. Achilia afya yake, achilia afya, achilia afya. Mwili yake uliiba, uliiba mwili wake. Toa sasa, toa mizigo. Na tamko takazo na ukombozi na kufunguliwa in Jesus name. Toa. Inaitwa triple anointing. Triple anointing. Triple anointing.
Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Mungejua kile Mungu amefanya, mungeshukuru sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nimesikia kitu kimenifunika na nikapata nguvu ambazo sijaisikia nguvu kama hizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu amesema ni triple anointing. Uso, mikono na miguu. Uso kupokea kibali. Utakubaliwa kila mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama, ulikuwa umehesabiwa. Hii mwaka ungemaliza. Tayari jeneza ili ulikuwa umeingizwa ndani. Hapa nimekutoa kwa jeneza. Kwa jeneza kwa jina la Yesu. Na utakufa. Utakaa. Aliyechangia hiyo aone matendo ya Bwana. Amen. Na kwa boma yako inahitaji maombi. Madhabahu yaliyo kwa boma, mchanga ulitamkiwa neno. Kuna mapepo inatumwa aina ya mapopo inakuja kwa hiyo boma. Na hata ukiwa huko Nairobi, kuna monitoring spirit inakuja kuendelea pile, inaangalia vile unaendelea, inarudisha ujumbe. Lakini kuanzia leo uko out of danger. Hautakufa. Utakaa. Na kuanzia leo magonjwa imekuondokea. Kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu amesema kupita kwa hiyo minguu, maana popote utakapokuwa na kanyangisha huo munguu, mitego ya wachawi, wanganga, wafunga majini, devil worshiper, Freemason na Illuminati, si ndio wamenjaa? Ukikanyanga mahali popote, mitego yao itakuwa inavunjika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ikivunjika, Bwana anapanda madhabahu yake pale. Mwingine akipita pale atakuwa anafunguliwa hata pasipo kujua kitu gani kilifanyika. Kwa hivyo ikiwezekana mtembee na miguu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna wakati naachanga gari, naenda mpaka town na miguu. Kutoka Utawala mpaka town. Kitakasa barabara. Natoka hapa mpaka Kitengela na miguu. Na nimeacha gari na kwa mfuko zikose 20,000. Kwa ajili ya Yesu. Kwa sababu najua kile alifanya kwa miguu yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maroho mahali popote panaitwa black spot, mnapitia pale inafunjika. Kile Mungu ameweka kwenye leo, hakuna mtu atakitoa. Haleluya. Hakuna mtu atakitoa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo mbomo umeoleka, kama kuna mtu unashuku pale, Bwana Yesu asifiwe. Ama hiyo ploti unakaa, kama hapa kwa gate, kwa sababu ploti mingi sana pale kwa lango ndio huwa wenyewe wanachimbia tunguli pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukitoka leo uende ukanyange tu hapa, ukiingia kwa hiyo jengo, hiyo tunguli sitavunjika. Haleluya. Hiyo mapepo unyonga watu itaondoka. Amen. Na kuanzia leo story ya kusikia watu wananyongwa kwa plot itaondoka. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Pokeeni hiyo mamlaka. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kile utakachokuwa nashika na mkono wako, iwe ni pesa, iwe ni mtu unamsalimia, hiyo mikono haitaingia kitu kichafu. Narudia, hiyo mikono haitashika kitu kichafu. Ukisalimia mtu akiwa na ufalme wa giza, kwanza hata yeye hatakubali. Hatakubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hatakubali kukusalimia kama kuna ufalme wa giza. Na kibahati baya Mungu afanye muujiza mkutane kwa nambaya umsalimie, hizo nguvu zimeisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Uso Bwana ameachilia kibali. Hapa kwa uso, hapa forehead ndio shetani upanda roho ya kukataliwa. Kila mtu akikuona anakuchukia. Bure tu. Unaona wale watu kila wanaona, yani watu hawaonangi kile kizuri umewafanyia. Unaweza fanya mambo mazuri 90%. But 10% ya kile kidogo tu umekosea ndicho watu wanaona. Hii 90 waioni. Kisa na maana kwa sababu roho ya rejection iko kwa uso wako. Leo imefutika. Na Bwana akapanda kibali ya kukubalika. Amen. Utakubalika. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na mkikubalika mcontrol anga. Usikubalike useme nilipakwa mafuta ya anointing ya kukubalika. Kama wewe ni mwanaume unakubalika na hata umepakwa mafuta ya anointing ya kukubalika. Kila mwanadada akikupata umekubalika. Msifanye hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni wandada the same. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuna kibali Mungu ameachilia cha ufutio. So usiteke hiyo advantage. Ukipita mahali ukisikia kemea, sema shetani asindwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Si hiyo anointing Bwana ameachilia ni ya kukubalika kila mahali. Kwa uzuri, si kwa ubaya. Ya, na Mungu atajitukuza. Si useme amen. Amen. Yesu anasema vile nimefunza, Biblia inasema neno la Bwana ni ndio na haki. Imesema itafunja nila. Imesema itaondoa mizigo. Imesema itaondoa magonjwa. Neno si imesema hivyo. Na imesema chochote kimekwama, milango itafunguka
na Bwana ataandaa watu kuanzia leo kuendelea. Ngojea kuona destiny connector Bwana akimulete kwako. Amen. Bwana akimulete kwako. Hallelujah. Hiyo njambo unatamani hata kama inahitaji mamilioni ya pesa. Angaibili nani inasema fedha ni mali ya Mungu na dhahabu ni mali ya Mungu. Pokeeni anointing ya pesa. Hallelujah. Pokeeni kuinuliwa na Bwana. Pokeeni kibali cha kuongoza watu wa familia zenu, mkawatawale kwa utukufu wa Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Na tayari Mungu ametenda. Amen. Wewe unaniona online nikihubiri habari njema. Kuna till number iko hapo. Tuma sadaka hapo, tuunganishwe, ujiunganishe na hii neno ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuko na washirika wengi sana wako online na huwa watoi sadaka. Sasa ni wakati wenu, toeni. Nangojea mtoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Ya, najua mnaniona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tayari Mungu ametenda. Hallelujah. Na maisha yenu haitarudi tena kuwa vile tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kuna kijana ako hapa. Wacha nitumie hiyo neno. Ni saa ngapi kwanza? Saa 8. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kijana ako hapa. Kijana ni mzee. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ni mwenzetu hapa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Na amekuwa na shida kulingana, hata nilimuombea kazi ilikuwa imeisha, Bwana akamrengesha ile kazi alikuwa anafanya, but section tofauti. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Kuna mambo fulani amekupitia, kuna wakati alifanya ajali. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wakati alipata ajali na alingongwa na gari, kama mnajua Jogoo Road, ikamrudisha kutoka hii barabara akaenda ile barabara nyingine, Embasafa ikatokelezea ikiwa 120, kichwa ilikuwa kwa lami. Mungu akangeuza ile kichwa akairudisha huko kwa ukuta, miguu ikabaki kwa barabara, ikakuja kupita kwa huo mguu ikatandaza kama chapati. So kufika hospitali hakukuwa na option nyingine, ilikuwa ni kukata mguu. Kutoka wapi? Hapa. Ule kijana amekuwa akitembea na ule mguu wa si mnaelewa ule mguu? Na sasa huo mguu kuna umepasuka, na mahali umepasukia sasa kutembea kwake imekuwa ngumu, kwa sababu ndio hapa kwa joint huwa inajikunja hivi, so hapo ndipo imekatika, so kutembea imekuwa sasa inamuumiza tena, inamfinya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na kuna mahali alienda akafanya connection na hiyo Mungu, mahali alienda aliambiwa akipata 12,000 anaweza saidika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Akipata 12,000 anaweza saidika. Yesu akauliza ni nani atakayesimama kwa nafasi? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Si ni hiyo 12,000 tunaweza pata? Tunaweza kama kanisa? Tumunulie Mungu aendelee na kazi, kwa sababu kuna watoto wadogo. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mimi nimetoa 1,000. Ndio hii 11,000 less. Lete tumununulie. Kuja hapa ndio waone kile nasema ni ukweli. Kuja hapa tuko naye hapa. Ni vizuri kubebeana mizigo. Hebu imagine mtu Mungu akiwa sasa haisi tembea tena, wale watoto wadogo unaona kwa nao watasaidika namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Ukituma usinitumie kwa namba yangu, kama unatuma kwa nini, tuma kwa tumeni kwangu ndio nijue vile imekuja. Msinikarange. Kuja hapa. Usionee haya Bwana. Toa hiyo Mungu. Toa tu hiyo Mungu. Usionee haya Bwana. Na Mungu atakuponya. Huyo Mungu kutoka kwa magoti ulikatika. Inua tu. Waone hii si Mungu yake, ni chuma. Nini amewekwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Akiwa kwa nyumba haezi tembea kwa sababu imeharibika. So akifika kwa nyumba inabidi atoe, anaanza kila kitu akifanya ni kufanya hivi. Kila kitu ni kufanya hivi. Mke wake alinieleza akalia. Hata haezi jifanyia kitu. Haezi njiosha kwa sababu kwenda mahali, kila mahali anaenda akifanya, kwa sababu hii nini haitoshi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio huyo Mungu. Jameni, ni mmoja wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Si unaona ni Mungu ya plastic na imekatika kutoka hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. So nimetoa 1000 mimi, nataka 11000. Itoshee 12000. Ndio aenda apate Mungu mwingine, hii acha kumsumbua, atumikie watoto wake. 5000. Mama Lasi ametoa 5000, imekuwa 6000. Imekuwa 6000. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya, ukituma kwa simu yangu inakuja na inanionyesha, alafu ndio nijue sasa tuko na ngapi hapa. Ngoja nione kwanza. Mungu anataka, hii ni mtihani Mungu anatufanisha baada ya kutufanyia mambo yote mazuri. Hii ya Equity 1200 ni tithe. Okay. Mkituma mtume niwapee namba. Sasa tuko na 6500. Tuko na 5, tuko na 65. Mama Lasi ametoa 6, hii imetoa 1, hii ni 5. Ya Theuri, Mungu akubariki sana. Wasee kama hawa tunapata sasa, tuko na 7500, imebaki 4500. Tuharakishe hiyo 45 wapendwa. Tuharakishe tumalize. Nataka tumalizane na yeye. Aende, nataka afanye Mungu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzee mzuri sana, mtu mnyenyekevu. Yeye ananga story mingi, lakini ilibidi hata hakupita kwangu, alipita kwa mamake. Pastor kaniambia, sasa huyu mtoto tutamsaidia namna gani? Kamwambia nikisimama kwa madhabahu Mungu ataniongoza. Atukamaliza hiyo story. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Tuharakishe. Hii ni 75, imebaki 35. 45. Kuna mwingine wametuma? Namba 0722 794 358. Hiyo ndio ya upande huo. Nirudie. 0722 794 358. Hiyo ikikuja nitajua ni Benny Longes 530 ni tithe ama ni hiyo. Ngoja nipige darubini mzuri. 5 David Kithaka. Stephen Ruben. Sasa hii kwa hapa ni 1150. Mary biashara. 1000 Peter Philip. Hiyo ni 2000 na 150. Tuendelee. Hapa Brenda 500 imekuja 2600 plus 75 inakuja 91. Ama ngapi? Tuendelee. Osolo Brenda Osolo. Nangojea. Namba mmesahau 0722 794 358. Last fund hiyo imekuja ile ya mamu. Sasa hapa imekuja
0722 794 358. Mungu awabariki sana. Mungejua kile mmefanya leo. Yesu akauliza nitakuja. Kumbukeni James chapter 1 number 27. Biblia inasema ya kwamba injili inayokubalika ni ile inaojali maslahi ya wengine na kujali mayatima. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na hiyo ndio maana ya rescue. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ya Rindemta Mutie. Sasa tuendelee. Hii kwa hapa Boaz Ombasa, Mungu akubariki sana. 500. So imekuja 8700 plus hii ni 25. Hiyo inakuja 5, inakuja 9, 11. Imebaki tuendelee. Imebaki ndio. Imekuja. Umeweka 500. Ongezeni ingepakia. Hii kwa hapa ni 87. Nimeshika 25. Hiyo ni ngapi? 200. So imebaki 800 pamoja na kutuma. 300 nimetuma hapo. Umetuma 300? Nilikuwa nimetuma. Iko wapi? Nilikuwa nimetuma kwa hiyo line nyingine. Hiyo ikienda huko haitokangi. Hiyo nimepeana hii. Nilikuwa nimetuma kitambo ndio nasema hiyo ikienda huko mtungaji huwa hairuti. Sasa tuma kwa hii line nimepeana. Hiyo ni namba nyingine tofauti. Haleluya. Tuma nyingine tu na Mungu atakubariki. Wewe umebarikiwa sana mchungaji. Ongezea nyingine pande hii. Kwanza tuende kwa harakisha. Ngojea wewe vike 9,000. Haleluya. Nani mwingine? Nani mwingine? Mbona haikuji? Umekuja? Boaz ndio wa mwisho. Imeandika jina gani? Kama imeleta Irungu wa imani kamande, unjue imeenda. Hiyo imeenda. Na mbona hajakuja? Ama iko kwa hewa? Touch. Imejaa. Ndio imekuja sasa. Wakati nimepuliza 500 imekuja. Umetuma wapi? Richard. Imekuja 8200. 82 plus hii ni ngapi? Bora ulikuwa umesema ni 11. Hii iko hapa. Na mimi nauliza kwani inarudi nyuma? Si ilikuwa 87? Ama 500 ya huyu ilikuwa ndani. Ni vile haikuwa imeactivate. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuko na 82 plus hapa ni ngapi? 25. Hiyo ni kusema ngapi? Last span 800. Sasa hii imetosha. Hiyo ni 10,000 plus 2. Sasa tuma ya kutoa. Tuma ya kutoa. Tuma tu ya kutoa hata kama nimsukumie. Wacha niangalie. Ya kutoa. Ya kutoa. Umetuma? Siweke 100. Namba usiweke, usiwewe. 0722 794 358. Unguswe. Hiyo 100 ingie 03. Mungu awabariki sana. Hiyo mafuta ni ya ukarimu mmepokea. Kuna kile Mungu alikuwa anatafuta kwenyu na mmepita mtihani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndugu ataenda kupata Mungu na Bwana atajitukuza na ataonekana kwa uwezo na kwa nguvu za Mungu. Imekuja? Yes. Na wewe umetumanga exactly. Haina shida. Ni mzuri. Ni mzuri. Ubarikiwe sana. Kwa sababu kwa kutuma exactly. Bwana Yesu asifiwe sana. 07 na ngoja wewe. 07 yako. 11 14 59 20. Rudia. Hiyo inje 1 2 3 imetosha. 011 14 59 20. So kuwekee 9
9,000. Philip, nimekuwekea 9,100 hapo. 9,000. Kwani iko aje? Oje. Kwani mnafanya mahesabu aje? Hiyo imekuja ngapi? 9,000. 91. Hii ni kusema ngapi? Hiyo ni 10,000 na ngapi? Na 1 na 100 na 600. Hapa kumebaki 400. Kumebaki 400 na so hapo inataka iwekwe ngapi ndio itoshie 500? Ndio itoshie 12,000. Imebaki ngapi? Hapa kuna 400 imetumwa ya hiyo. Sitaki kukula pesa, si yangu. Yangu ndio hii nimewekewa hapa. Hii ni 400 ama nikusukumie 400 na kitu. Tulikuwa tutoshee. Fanya hivi. Ngoja. Nipe hiyo namba yako tena. Nikiongeza 500 hapo itatosha 12,000. Ngoja niende kwa line 2. Hallelujah. Zero 7 11 14 49 0711 14 59 20 500. Utasema hujaona Mungu. Peter, ameona Mungu. Utasema hujamuona Mungu. Leo utaimba ni umemuona mkono wa Bwana. Haleluya, asante, ameni. Mungu akubariki. Uende upate Mungu mwingine. Amen. Ukuje ufanyie Mungu kazi. Utaambia watu nini? Hawa utawaambia nini? Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu sana. Hii ni kusema Sunday ya leo ilikuwa ya ile tumefunzwa. Ilikuwa ya kufanya nini? Kufurahia. Ilikuwa kuna kitu kingine tuliambiwa. Ilikuwa ya kufanya nini Sunday ya leo after kufunga? Sema breakthrough. Kwa hivyo kwangu hiyo wiki kwangu imekuwa breakthrough. Amen. Kwa hivyo hata mimi nilifunga. Amen. Kumbe ndio sababu Mungu amekujibu. Si umeona matokeo imeanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mahali nimequote nilipokuwa nikifunza kwamba Mungu ataandaa watu wasimame kwa ajili yako. Na kwa nini msinjipigie makofi kwa sababu Mungu amewaandaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa alifasifasa. Vile umeandaliwa kwa ajili ya huyu, naye Mungu ataandaa mwingine kwa ajili yako. Na mpokee hiyo neema kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, Mungu awabariki sana. Nimeshukuru sana. Moyo wangu umejaa furaha. Sasa kuanzia sasa watu wanaweza fungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Enda utengenezee pasta ile ungali inakaribiana na unji. Si ungali na si unji, iko hapo mix. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukifungua usikule chapati. Chapati itakudhuru. Inatakanga unji utangulie nao, ukae masaa kama 2, ukule ugali ambao si ile ngumu. Ile ugali kasi ni wa ungali na unji. Hiyo iko hapo katikati. Ndio hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Usitengeneze ile huko kwetu Western, ile tunafanyanga namna hii. Usitengeneze hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu atatubariki na atatuongoza. Hallelujah. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua kwa Western wakitengeneza ugali ndio anjue kama imeiva, akifanya hivi anagongesha ukuta, ikianguka hiyo bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwetu tumezoea huko Ukambani kwetu. Tunakulanga hapo, tunatafuta mawe ya kunguta. Toa ugali kwa mkono. Na Mungu anatukuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tayari Mungu ametenda.
Amen. Pokeeni kibali cha Bwana. Hallelujah. Pokeeni baraka za Bwana. Hallelujah. Pokeeni ushindi wa Yesu. Amen. Mahali mtakapokanyanga, neema ya Bwana ikaonekane.